yako na mimi nimeanza kuingia. Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku ulipoingia tena katika kijiji cha Kizingo cha Mwisho, hakukuwa tena na utulivu ule wa kawaida. Ilikuwa ni kama anga lenyewe lilikuwa limebeba uzito wa jambo lisiloonekana, na kila pumzi ya upepo ilibeba sauti za mbali zisizoeleweka. Nasma hakuhitaji hata kulala ili kumhisi Malikun. Alikuwa naye tayari, karibu zaidi kuliko kivuli chake mwenyewe. Alikaa kona ya chumba chake, mgongo wake ukigusa ukuta baridi wa udongo, macho yake yakizunguka kwa hofu isiyo na mwelekeo. Taa ya mafuta iliwaka mbele yake, mwanga wake ukicheza kwenye kuta kama vivuli vinavyoishi. Lakini ukimya uliokuwa ndani ya chumba hicho haukuwa wa kawaida, ulikuwa na uzito. Kisha taa ilitikisika, mwanga ulipungua na hewa ikawa nzito ghafla. Nasma, sauti ilimita polepole, ikitokea kila upande kwa wakati mmoja. Alifumba macho kwa nguvu, lakini alipoyafungua tayari alikuwa pale. Malikun hakusimama mbali kama hapo mwanzo. Alikuwa karibu sana sasa, kiasi kwamba baridi iliyotoka kwake iligusa ngozi ya Nasma kama pumzi ya kaburi. Mwili wake ulikuwa kivuli kilichoshikamana, lakini sasa ulikuwa na umbo la karibu zaidi na mwanadamu, mrefu kupita kawaida, mikono mirefu isiyo na mipaka sahihi. "Unaanza kunizoea," alisema kwa sauti ya utulivu wa kutisha. Nasma alitikisa kichwa kwa nguvu. "Hapana, ondoka." Kicheko chake kilijaa chumbani, kizito na kirefu. "Huondoki kitu kilicho ndani ya damu yako," alisema, "na mimi nimeanza kuingia." Ghafla Nasma alihisi baridi kali ikipenya ndani ya kifua chake. Sio mguso wa mkono, bali nguvu fulani nzito ikisukuma ndani yake polepole. Alijaribu kupiga kelele, lakini sauti ilikufa koo lake. Mapigo ya moyo wake yalibadilika, kana kwamba kulikuwa na kitu kingine kinapiga pamoja nayo. "Usipigane," Malikun alimnong'ona karibu sana. "Utachoka na mimi nitabaki." Siku iliyofuata, Nasma hakuwa tena yule wa jana. Hakutoka nje, hakula. Alikaa tu, macho yake yakiwa wazi, lakini akili yake ikizama polepole. Wakati mwingine alihisi kama kuna mtu anafikiri ndani ya kichwa chake, akizungumza maneno ambayo si yake. Wakati mwingine alijikuta anatabasamu bila sababu, na hilo ndilo lililomwogopesha zaidi. Jioni ilipofika, sauti za watu zilisikika nje ya nyumba. Wazee walikuwa wamekusanyika. Mzee Bikira alisimama mbele, macho yake yakimtazama Nasma moja kwa moja, kana kwamba aliona kilichokuwa ndani yake. "Hatuna muda mwingi," alisema. "Anazidi kukua ndani yake." Nasma alifungua mlango kwa taabu. "Nisaidieni." Lakini kabla hawajamkaribia, upepo mkali ulivuma ghafla. Vumbi lilizunguka, majani yakapaa juu na mwanga wote ukazimika. Kiza kikashuka. Ndani ya kiza hilo, sauti ya Malikun ilinguruma kwa hasira. "Nilisema ni wangu." Mzee mmoja alianguka chini ghafla, akishika kifua chake. Wengine walirudi nyuma kwa hofu. Nasma alipiga kelele, lakini nguvu isiyoonekana ilimvuta chini. Macho yake yaligeuka, na sauti ilipotoka mdomoni mwake haikuwa yake. "Msimguse tena, la sivyo mtakuwa wa pili." Wazee walikimbia. Usiku huo, Nasma hakukaa ndani ya nyumba. Hakumbuki alitokaje, lakini alijikuta msituni, katikati ya duara la miti ile ile aliyokuwa akiota kila usiku. Lakini safari hii haikuwa ndoto. Malikun alisimama mbele yake, wazi kuliko hapo mwanzo. Mwili wake ulijengeka kama wa mwanadamu, lakini bado ulikuwa na giza linalobadilika kama moshi. "Karibu,"
alisema. Nasma alijaribu kukimbia, lakini mwili wake haukumsikiliza. Ninakupa kile ambacho hakuna mwanadamu anaweza, Malikun alisema, akinyanyua mkono wake. Ardhi ilianza kung'aa kwa alama za ajabu zilizoizunguka miguu ya Nasma. Nguvu, ulinzi na upendo usio na mwisho. Sitaki, Nasma alisema kwa sauti dhaifu. Uso wa Malikun ulibadilika ghafla. Giza lilimzunguka kwa nguvu. Upendo wangu hukataliwi, alisema kwa hasira nzito. Utakubali au utavunjika. Ghafla vivuli vilijitokeza kutoka ardhini. Sio kimoja, vingi vilimzunguka Nasma, vikitoa sauti za kunong'ona, za maumivu, za kuomba msaada. Usikubali, baadhi zililia. Ukikubali, hutarudi. Lakini nyingine zilisema kwa uchovu, achana, hakuna naia. Nasma alishika kichwa chake, akipiga kelele. Alijaribu kukimbia, lakini msitu ulijifunga. Kila alipojaribu kutoka, alirudi pale pale. Hii ni dunia yangu, sauti ya Malikun ilisikika kila upande. Na sasa wewe ni sehemu yake. Ndani yake sauti mbili zilianza kugongana. Moja ilikuwa ya Malikun, nzito, yenye mamlaka. Nyingine ilikuwa yake ya zamani, dhaifu, lakini bado inapigana. Pigana, sauti ya ndani ilinong'ona. Si wako, Nasma alisema kwa nguvu iliyobaki. Kwa mara ya kwanza, hasira ya kweli ilimvaa Malikun. Basi, nitakuvunja. Vivuli vyote vilimrukia Nasma kwa wakati mmoja. Kilio chake kilijaa msitu. Wakati huo huo kijijini, wazee walikuwa wameanza tambiko la mwisho. Moto mkubwa uliwaka, maneno ya kale yakisomwa kwa nguvu. Mwanga mkubwa ulilipuka kutoka kwenye moto na kusambaa kuelekea msitu. Mwanga huo ulimfikia Nasma. Kwa sekunde moja, kila kitu kilisimama. Malikun alipiga kelele ya maumivu. Mwili wake wa kivuli ulitikisika kama moshi unaochanwa. Nasma aliinua kichwa chake, macho yake yakiwa na matumaini la mwisho. Ondoka, alisema kwa nguvu yote. Lakini ghafla mwanga ulipungua. Moto wa tambiko la mwisho ulizimika. Ukimya ukarudi. Nasma aligeuka polepole. Malikun alikuwa bado pale, lakini sasa alikuwa na hasira zaidi kuliko hapo mwanzo. Ulinisukuma na sasa hakuna rehema. Alisogea karibu sana na ndani ya Nasma kitu kilivunjika. Tabasamu lilianza kurudi polepole usoni mwake, tabasamu ambalo halikuwa lake, na mahali pengine gizani, jini Mahaba alijua ushindi ulikuwa karibu sana. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.